Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wilaya yetu hii ya Micheweni tumepata mazuri mengi ambayo kwamba hatujawahi kuyaona hata siku moja, lakini Mheshimiwa Mwinyi kawahi kutuletea mazuri. Kwa hiyo tunasema tunampongeza sana kwa kuweza kutupa ahadi kwenye kutoka kampeni, na kufikia leo ahadi zake bado anazitekeleza kwa muda mwafaka. Nasema Mwinyi safi. Mimi niseme kwa shehia ya Shumba mjini, mheshimiwa, tumepata miradi mingi sana. Tumepata mradi wa bandari na sasa hivi unaoendelea kutekelezwa kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa, sio hilo tu, kwa sasa Shumba mjini tumepata mradi mwingine kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu, ambao kuwa tutajengewa chuo cha uvuvi ambacho kitakuwa wavuvi, manahoza, makapteni wa meli wote badala ya kwenda Dar es Salaam tutasomea Shumba mjini. Kwa hiyo tumpeni hongera Hussein Mwinyi. Hussein Mwinyi safi. Mheshimiwa, silo hilo tu, tuna bandari ya uvuvi ambayo tumeahidiwa na Mheshimiwa Rais Hussein Ali Mwinyi. Hii bandari itaweza kubeba meli 91 za uvuvi ambazo kuwa tumeletewa wananchi wa Micheweni ili tujipongeze sana. Mheshimiwa, sio hilo tu, tuna barabara. Mimi na ndugu zangu tangu tuzaliwe hatujawahi kuiona gari ya kutia lami, lakini Micheweni leo imeonekana gari ya kutiwa lami. Ni ndugu zetu, ni Mwinyi. Yote mambo hayo, si hayo tu, maskuli tumeyaona na miradi ya hospitali tumeyaona. Kwa hiyo ndugu zangu, naombeni ndugu zangu, tusije tukafanya kosa. Naombeni sote kwa jumla tushirikiane kwa pamoja tuweze kumpatia Hussein Ali Mwinyi kura za ndio, ili aweze kwenda mbele, tuweze kuenda na mambo yaliyobakia aweze kutumalizia. Asante. Anaotufanyia hatujawahi kuyaona. Mimi narudia tena pale pale, hatujawahi kuyaona, na hususa kwanza maziwa ng'ombe. Sie ndio tuliokuwa wa mwisho, lakini sasa tuko town. Tuko tauni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu anavyotujalia kwa kutuletea kiongozi wetu anayehuruma, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, kuangalia umma wa wananchi wa Zanzibar walivyokuwa wameteseka. Ametuwezesha na tumeshukuru. Tuna ahadi ya kumpongeza mitano tena kwa kura kwa wingi. Kwanza bashukuru Mheshimiwa anavyotujengea barabara mpaka kwenye uwekezaji. Sasa hivi sisi tunajiona tuko wapi? Mheshimiwa Rais, sasa hongera, asante sana, na sisi tutaiona ahadi yetu ya kura tutakapokuingizia kwa kukupeleka Ikulu tena, kwa kutuendeleza maisha mazuri, kwa kushauri utuongezee maisha mazuri, tujihisi kama tuko furahani katika dunia. Tulikuwa tunaziki, lakini umetuwezesha sasa hivi. Hatujawahi kuona maendeleo mazuri kama haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, maziwa ng'ombe sisi umetupa neema kubwa sana ya uwekezaji. Saa hizi tumepata wageni hawa na hawa, yani sasa hivi tunalala saa 7 saa 8. Saa 7 saa 8 kwa furaha tulionayo hatujawahi kuona. Sasa ndio town maziwa ng'ombe. Na saa hivi kesho kutwa hapo tuasikia watakatuwekea kiwanda cha samaki. Tuna furaha sana, dola tunataka ile mambo tuletee, na sisi tuko tayari. Waache vijana wababaike, hawana walilonalo, sisi tutakusubiri tu. Hawa hawana mpya tena, hawa uliwamaliza hawa hawana tena. Nataka tujengewe bandari, kisha bandari irasimishwe, yote yakakubalika. Baada ya kukubalika kujengewa bandari, Mheshimiwa, watu wa mwanzo waliopimiwa bandarini ni watu wa bandari. Walipimiwa sehemu yao ni watu wa ardhi, na wakasema kwamba hapa basi imetutosha.
Hawa ni watu wa mwanzo. Watu wa pili walikuja watu wa uchumi wa buluu, na wao wakapimiwa sehemu yao, wakaridhika kwamba na sisi hapa tumeridhika. Wakaja watu wa Zafiko, na wao wakapimiwa sehemu yao, na wao wakisema hapa tumeridhika. Zidi ya hapo sasa, changamoto zinazoingia ni watu wa ardhi kusema maeneo yanayobakia ni ya raia wenye wao. Tunataka kutengeza mpango miji ili sehemu ya raia wapate pa kufanyaje, pa kujenga. Hofu iliponipata mimi, wala sikutegemea kama nitapata fursa kama hii. Hivi unavyoona nishatimiza watu wasiopungua 3 ama 4 kuambia nina shida na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Juzi nilipata ripoti kwamba yuko Unguja kwa jambo hili. Ninaposikia fursa hii, nasema mimi leo ndio pakuwahi hapa. Kilichotokea baada ya mipango miji iliyoahidiwa na watu wa ardhi na wakamaliza ambavyo ni upimaji wao, kimekuja kitu kwamba sasa baada ya pale pa mwanzo twataka watu wa bandari tuongeze ile sehemu ambayo walipimiwa mwanzo, wataka waongeze, na kuongeza huko wataka kuongeza hizo sehemu zishajengwa majumba. Ina maana watayari kuvunja na waongeze sehemu ambapo wao ni wa mwanzo waliopimiwa. Hii changamoto hii, mheshimiwa, twaomba swali hili liangaliwe kwa kina ili nilifupishe na wenzangu wapate fursa. Mheshimiwa, ninachokuomba, mimi niliachwa ni baba ikiwa tu watu 10, lakini kiaridhi ambacho kuwa kimebakia mimi peke yangu natimiza watoto 6. Kisha cha kusikitisha zaidi, na kaka yangu mmoja mashallah, Mungu amwingie mwenyewe, ana watoto 21. Kaka yangu huyu mmoja na tu watu 10. Sasa basi, kwa kuwa yeye aliachwa mmoja ana watoto 21, ina maana ile mipango miji ikibidi ikitengenezwa, watu wa bandari wakichukua tena, ina maana watoto 21 pa kuwapeleka hatuna. Bado kuna wenzangu 8 huko na wao wana watoto wao. Nachokiomba mheshimiwa, ili nifupishe maneno na kuomba mpeshe hakazi, mwambie nitaka ufanye kila nyumba ujue muna watoto wangapi. Ukishajua kila nyumba shumba muna watoto wangapi, halafu uaje wakupe orodha, kisha waje wapimiwe ile sehemu inayobakia. Ikiwa kila mtoto atapata mmoja na mwenziwe kiwanja hiki kimoja, patakapobakia wachukue. Tumekufahamu. Siji ndivyo? Lakini ikiwa hawaenei, mheshimiwa, panapobakia tuachiwe. Hatuna tena. Tuna maboti, tuna uchunga, ufugaji, tuna sehemu za kuwa mfano pengine twataka jengasie. Kwa hivyo mheshimiwa, hili tu ili afupike maneno, mwambie sheha achukue tathmini ya watoto. Ikiwa wataenea kiwanja kimoja watu 2, panapobakia wachukue. Kama hawaenei tuachiwe. Asante. Naandikisha hizi utuzi mami, sijapewa pesa. Sijapewa pesa. Na nishafika makamo. Jina lako? Jina langu Mesafia Higashungi. Naomba niseme kuhusu habari ya rasilimali zinazotoka ndani ya jimbo la Micheweni ni nyingi kupindukia. Lakini wanajamii wa Micheweni kwa kweli bado hatujafaidika nazo moja kwa moja. Tunaomba kama kuna uwezekano tuangaliwe angalau percentage japo ndogo iingie katika mfuko wa maendeleo wa jimbo la Micheweni. Hilo ni moja. Lakini la pili mheshimiwa ni kwamba tunaishukuru serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali ya Muungano kwa juhudi zinazochukua kwa wananchi wake. Kwa kweli miaka yetu hii michache imeweza kuishinda miaka mingi sana tunapotoka katika umri wa uhai wetu. Na hii inatokana na uimara na umadhubuti wa viongozi ambao tuko nao sasa.
na naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, kama hatukufanya maarifa yoyote ya kuwarudisha viongozi hao angalau wakaongeza tena miaka 5 mengine, basi tutakuwa hatujawafanyia haki wala hatumshukuru hata Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kutokana na swala hilo, Mheshimiwa, moja katika jambo ambalo ni kero la wanajamii ya Micheweni ni kwamba hospitali yetu hii ya Micheweni ambayo tuko nayo, Mheshimiwa, hospitali yetu pamoja na huduma nzuri zinazofanya ni madaktari wetu na juhudi za serikali zinazochukuliwa, lakini bado tunaumia watu wa Micheweni. Kuumia kwetu ni kwamba akiaga mama watoto saa 12 kwenda hospitali, atarudi saa 4 za usiku. Jambo hili ni kutokana na maendeleo yaliyopo ya kisasa, pamoja na kwa madaktari serikali imechukua juhudi za makusudi kuwatafutia gari, kuwakusanya wote, kuwaleta pale kituoni kila siku, jambo ambalo halijatokea kwa miaka yote tuko kufahamu kwangu. Wanaleta madaktari kwa wakati na wanafanya kazi yao kwa weledi, na tuwashukuru, ni waungwana sana, wanatujali wanajamii wao. Lakini tatizo lipo hapo. Mfano, mimi nakwenda pale na shikwani homa, lakini nakaribia kufa hapo, sijapata daktari. Kwa hivyo hili linakuwa ni tatizo. Kwanza madaktari waliopo ni wachache. Inawezekana mie naumwa ni homa, niende kwa daktari ambaye atakuwa anapima homa, lakini nikisha pale nende maabara nikachunguze, pale itafika saa 7 sijampata daktari wa maabara. Na nikisha hapo sasa nitaanza msongo mwingine wa kutafuta dawa, itafika saa 11 au saa 4 usiku. Tunaomba hili suala liangaliwe tena, kama kuna uwezekano mzigo huu tupunguziwe, maana kwa safikia watu hatua ya kuachana kwamba hospitali umuongo. Iliyotukabili hizi pesa za wazee zapewa watu wenye miaka 70 au wanayo kitambulisho cha ndio chotimia miaka 70. Kwa sababu Ismail Bakari Haji, kuna watu hawajafika miaka 70 lakini vitambulisho vyao vina miaka 70, lakini kuna watu wapindukia miaka 70 hawapewi hata senti 5. Sasa hili nasema nije niulize, hizi pesa za watu wa miaka 70 au wapewa wanao vitambulisho vilivyofikia miaka 70? Hilo ni moja. Lakini la pili, kuna mradi wa kaya maskini. Huu mradi wa kaya maskini uko vijijini, lakini kuna watu maskini wa kupindukia, lakini hawapewi. Wanapewa watu ambao pengine wanajiweza, lakini mimi nataka niseme Micheweni hakuna anajiweza. Sote tuko sawa. Lakini hebu njoo mjini uone, utaona nyumba inayofanana na utajiri. Kama hakuna, kwa nini wakawa watu wasipewe? Nilikuwa nizungumzie barabara, lakini barabara mwenzangu kashaizungumza, ambalo Mheshimiwa Rais amelihalalisha kwa wazee wote wa Zanzibar ambao wametimia miaka 70. Lakini pia suala hili la pensheni, ukiachana na kufikia miaka 70, lina sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, uwe ni mkazi, yani mzee unaekaa ndani ya Zanzibar hii. Lakini sifa ya pili, uwe na kitambulisho cha Zanzibari ambacho kinaonyesha umri wa kutimia miaka 70. Masikitiko yangu makubwa, mfumo wa vitambulisho vya Zanzibari kwa mara ya mwanzo viliposajiliwa vilikuwa haviangalii masuala ya cheti cha kuzaliwa, na wazee wangu walio wengi kwa Micheweni walikuwa hawana vyeti. Hivyo basi walio wengi walikuwa wanataja umri tu na miaka 60 na 20 na mingapi, kumbe ilikuwa ni athari kwao. Sasa hivi unamkuta mzee, ukimuona uso wake basi ni moja kwa moja kashafikia umri wa miaka 70. Lakini ukija kitambulisho chake unaambiwa kazaliwa 1986, 90, 75. Hiyo ndio changamoto ambayo kwa sasa inatukabili kwa wazee wetu. Hivyo basi ni vyema kabisa kuhakikisha kwamba tunataja umri sahihi ya umri yetu, lakini pia
Kwa wale wazee ambao kwa Mama Safia tunamuomba aje ofisini na vitambulisho vyake ili kuhakiki zaidi umri wake. Kitambulisho kinachotakiwa mama ni kitambulisho cha Mzanzibari mkazi. Mama Safia, wanisikia? Haya, tunakukaribisha ofisini kwetu uje na vitambulisho vyako. Dr. Hussein, oye! Mkuu wa mkoa je? Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na uongozi wote, wazee wangu, mama zangu, baba zangu, ndugu zangu, kaka zangu, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hupenda sana kujitambulisha kwa jina, naitwa Hamisi Isa Mohamed, ni ofisa mdhamini Tume ya Mipango. Na upenda niitambulishe Tume ya Mipango ili mkielewe kile ambacho nataka kukizungumza. Tume ya Mipango ni chombo ambacho kipo kisheria. Jukumu lake kubwa ni kusimamia mipango yote ya serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hayo mabarabara, mahospitali, maskuli, bandari na kila kitu ni lazima zipite Tume ya Mipango, na Tume ya Mipango izinishe kuweza kutolewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa maeneo hayo. Baada ya utambulisho huo, niseme katika bajeti huwa kuna vifungu vya matumizi ya kawaida ya kiofisi na kuna vifungu vya maendeleo, yani vya kuja kujenga hayo mashule, barabara na mengineyo. Kwa hiyo mimi niseme kwanza kwamba sisi Tume ya Mipango kwa sasa suala la barabara tumelimaliza, kilichobakia ni utekelezaji. Hakuna barabara yoyote ndani ya Zanzibar hii ambayo haitopata lami na taa za barabarani. Kwa mara ya mwisho tulikuja kukagua barabara hii iliyokwenda Shumba bandarini. Mimi binafsi baada ya kukagua nikashauri kwamba ile barabara haistahiki iitwe barabara ya kwenda bandarini, lakini tukaambiwa ile ni barabara ya wananchi tu. Barabara hasa ya kwenda barandini ipo na itajengwa, ambayo hiyo ukikaa hapo utaiona bandari. Kwa hivyo wale watu walio na wasiwasi na barabara, tuseme muda tu, kama sisi binadamu sote tutakufa, si ndio? Lakini bado wengine tuko hai. Kwa nini? Kwa sababu muda wetu haujafika. Kwa hivyo hizo barabara tayari zote zimeshapangiwa bajeti na bajeti yake imeshapita. Na ili kuthibitisha na ukaona ni kweli tunachokizungumza, hatuzungumzi kisiasa, nitakurudisha nyuma kidogo kwenye mambo ya bajeti. Na hili unaweza kumuuliza mwakilishi yoyote ambaye anaingia kwenye baraza la wawakilishi. Mwaka 2024 bajeti ya 24-25 ya maendeleo ilikuwa ni trilioni 2.6. Ndio tumejenga hayo mashule yote unayoyaona na barabara unazoziona na hospitali unazoziona. Bajeti ya mwaka huu ya 25-26 ni trilioni 4.5. Wale watu wa hesabu tumeona ongezeko hapo. Sasa kama bajeti ya trilioni 2.6 ilijenga yote hayo tunayoyaona Unguja na Pemba, jiulize bajeti ya trilioni 4.5 itajenga kwa uwezo gani? Na mpango tulionao ni kuongeza kila mwaka bajeti ya maendeleo iende ikapande juu zaidi. Kwa hivyo wale ndugu zangu walio na wasiwasi juu ya barabara, juu ya mahospitali, juu ya lolote lile wanalolifikiria, waamini kwamba mpango huo upo. Leo masheha hawajaambieni kwamba masheha wote na bajeti yao imemaliza kuwajengea majumba masheha wote. Jana ilikuwa nazungumza na watu wa elimu, nikawaambia mpango tulionao, nilipata taarifa kwamba ndami amekwenda kupokea mapikipiki. Mpango tulionao Tume ya Mipango ni walimu wakuu kupewa magari.
Lakini nitoe bishara njema, na kuna mahala niliwaambia kwamba Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatufikiria kuliko tunavyojifikiria. Nataka niwaambieni kwa kumalizia, hili swala la uzito wa madaktari nyinyi mnalisema leo, lakini sisi tume ya mipango tumeshapewa hiyo kazi. Mheshimiwa Rais anasema nina taarifa za kutosha kwamba watu wanachelewa sana kupewa matibabu. Kwa hivyo naomba twende tukafanye uchunguzi, ni tatizo liko wapi. Hiyo kazi iko mezani. Nadhani tukimaliza uchaguzi hakuna mtu atakwenda kukaa zaidi ya lisali moja. Lakini nitoe bishara njema kwa kupunguza hizo kasoro za wanawake kufika pahala kutokana. Tuna mpango wa kwamba wanawake hasa wajawazito, tuna madaktari ambao wako mitaani, nyinyi mnawajua wanavyoitwa, mkuu wa wilaya anafahamu, mnawajua. Hawa wote wataajiriwa na wanawake watapitiwa majumbani mwao kupewa huduma zote za kiafya na kupewa lishe bora kwa wale ambao wataonekana lishe imepungua. Yanayokuja jamani yanafurahisha sana. Kwa hivyo niwaambie kwamba utaratibu wa mahospitali, tunaanza na hospitali ya juu ya rufaa, tunaanza na hospitali ya mkoa, tunakuja hospitali za wilaya, tunakuja vituo vya afya. Kwa hivyo hakutakuwa na shida yoyote ile kwenye mlango huu wa afya, kama ambavyo utakuwa hakuna shida ya barabara, kama ambavyo utakuwa hakuna shida ya maji na mengi mengineyo. Kwa sababu ya muda sitaki niendelee sana, lakini mipango ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni mikubwa sana ambayo hutoamini kama tutakuwa bado tuko Zanzibar. Mji huu wa Micheweni ni miji ambayo rais ameshatoa agizo, miongoni mwa miji ambayo East Africa itavutia, mmoja ni mji wa Micheweni. Na wajipangeni wana Micheweni kupokea wageni wa kisasa. Jipangeni wana Micheweni na nyinyi kuona mnafaidika na hali hii. Mji huu tutakuwa ni mji wa kimataifa. Asanteni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, asante sana. Asante sana. Leo hatukupata hoja ya elimu kwa sababu mambo ni makubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kipindi hichi cha miaka 4 kwenda 5 ndani ya jimbo la Micheweni kawekeza zaidi ya bilioni 16.5 katika jimbo hili kwa ujenzi wa madarasa, vyumba vya kompyuta, maabara na ujenzi wa madahalia unaoendelea kule Maziwa Ng'ombe. Kwa hiyo ni kazi kubwa. Sasa hivi kuna kazi kubwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa inakuja ya ujenzi wa ghorofa la Micheweni. Litakuwepo pale mbele na yule mkandarasi tutamuomba aandike pale juu Micheweni na Dr. Mwinyi insha Allah. Lakini ni wale ndugu zangu wa hapa Chamboni, skuli yao ile ambayo tulifungua inatudai tena vyumba vya ziada. Bajeti hii tunakwenda kuwajengea vyumba 5 vya ziada, wala hakuna kuchangishana. Serikali ya Dr. Hussein hiyo kazi itafanya. Kule Maziwa Ng'ombe kazi inakwenda vizuri. Hapa Shumba sekondari yao ujenzi unaendelea vizuri. Kilichobakia kikubwa ndani ya bajeti hii ni kuendelea kuajiri walimu. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Utumishi wa Umma tutapambana na tutajitahidi tuwaajiri wana wa Micheweni kwa ajili ya kusomesha ndugu zao Micheweni. Mheshimiwa, nakushukuru sana. Ndugu Katibu Tawala Mkoa wa Kaskazini Pemba Dr. Ali Hatib Bakari, Katibu Tawala Wilaya ya Micheweni ndugu yetu Sheikh Mpemba Faki, natambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Micheweni, natambua uwepo wa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, ndugu afisa mdhamini Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Pemba, ndugu afisa mdhamini Tume ya Mipango Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Fedha na Mipango, natambua uwepo wa Katibu Tawala Wilaya Ndogo Kojani
Natambua uwepo wa kamati ya usalama ya wilaya Micheweni. Natambua uwepo wa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Micheweni, maafisa waandamizi wote mliohudhuria hapa. Natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi kutoka shehia zote za jimbo la Micheweni pamoja na shehia moja ya mjini Mwingu, waandishi wa habari, itifaki nimeizingatia. Mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Awali ya yote, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai, faraja, amani, na kila mmoja wetu ameshuhudia faraja hiyo. Nimuombe Mwenyezi Mungu atujalie heri na baraka zaidi. Kwa aina pekee na kwa heshima kubwa sana, napenda nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya yeye na jenerali wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kudumisha amani iliyopo ndani ya kipindi chote cha uongozi wao. Na hili ni dhahiri kwamba maendeleo haya, ndugu zangu, yaliyokuja hayakuja kwa bahati mbaya, bali yamekuja kutokana na utulivu mkubwa, amani kubwa ambayo inasimamiwa na viongozi wetu hawa. Naomba tuwapigie makofi. Lakini kwa ila pekee nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kuifanya ndani ya kipindi chake cha miaka mitano, na sote tutakuwa mashuhuda kwamba mheshimiwa amefanya kazi hii yote kwa miaka minne. Mwaka wa kwanza tulikabidhiwa na gonjwa sugu, gonjwa hatarishi, gonjwa la corona, lakini Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri kupitia kipindi chake hichi. Ndani ya miaka minne ameleta maendeleo makubwa kila eneo. Wananchi nyote mnasifu juhudi hizo. Haya yote yametokana na imani kubwa ya wananchi wanyonge alionayo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naomba tumpigie makofi kwa wingi. Dr. Hussein oye! Dr. Hussein safi! Kwa ina pekee nichukue nafasi hii kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Imani yangu mimi ni kubwa. Mungu akusimamie wewe pamoja na timu yako ya wilaya. Na sisi tunasema kwamba mbio za vijiti hufika ukingoni pale unapompa mwenzako kijiti. Mwenyezi Mungu akusimamie ili kuona kwamba kipindi kilichobaki tunafanya kazi nzuri ya kumsaidia Dr. Hussein Ali Mwinyi, ikiwemo suala la kusimamia amani. Na kushukuru sana wewe na timu yako, lakini naishukuru sana kamati yako ya usalama wilaya kwa kuendelea kudumisha amani. Hongereni sana na washukuru. Lakini pili ni kushukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Na wewe umekuwa mdau mkubwa wa mikutano yetu hii, kwa sababu unasikia jinsi ambavyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilivyocharaza kuitekeleza ilani kwa vitendo. Nichukue nafasi hii kukushukuru sana na wewe kwa usimamizi wenu Chama cha Mapinduzi kuweza kuisimamia serikali katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi.
Nikushukuru mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, lakini niwashukuru maafisa wadhamini wote na viongozi wote ambao muko jukwaa kubwa. Sitoweza sasa kuwataja mmoja mmoja, lakini nishukuru kwa dhati timu ya mkombozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Kwa kweli tumeongeza nguvu ili kuona kwamba maendeleo na changamoto zinatatuliwa katika kipindi chote hichi ambacho tunakwenda nacho, ili kuona kwamba wananchi wasiwe wakimya kuweza kuieleza serikali yao. Nawashukuru sana na ninyi hongereni sana. Lakini niwashukuru wananchi wote. Niwashukuru sana kwa ujio wenu na mahudhurio yenu makubwa. Mmenikomesha shindano ndugu zangu. Ahadi yangu nitawalipa mtaimbo. Kwa kweli nawashukuru sana, nimefarajika kweli kweli. Mkija hivi kwa wingi kuja kusikiliza mikutano yetu, na sisi tunafarajika sana. Maana yake mnaonesha imani kubwa ya serikali yenu. Lakini nawaahidi kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi amejipanga kwa dhati ndani ya kipindi hichi 2025-2030 kuweza kutumia trilioni 4.5 kwa ajili ya maendeleo yote na mahitaji yote mnayohitaji ndugu. Dr. Hussein, mbona wengine mnashangaa? Akina baba na akina mama, mbona mnashangaa? Micheweni hii inakwenda kuwa baraza la mji. Mmefanya mambo mazuri. Dr. Hussein, Dr. Samia, jipigieni makofi kwa wingi kwa kweli. Baada ya shukrani hizo, basi tutulie. Baada ya shukrani hizo, ndugu zangu wananchi, nataka niwape salamu za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ndugu wananchi, anawasalimieni sana. Na katika salamu zake anawataka muendelee kudumisha amani iliyopo. Na amesisitiza kwamba amani hii iliyopo tuweze kuidumisha, kwani amani hii ikitoweka kuirejesha ni gharama kubwa sana. Na watakaoteseka ni akina mama na watoto. Anasisitiza kwamba amani iliyopo ni tunu. Mataifa mengine yalijaribu ili shindikana. Na tumekuwa tukiona taarifa za habari ndugu zangu. Taarifa za habari za kimataifa. Mama hamjui mtoto, mtoto hajui familia, baba wamepoteza mpaka nyumba. Watu nguo vichwani, watoto mgongoni, wanakwenda hawajui wanakwenda wapi. Haya yote yakitokea, kwetu sisi tuendelee kudhibiti suala la amani liweze kuendelea ndani ya mkoa wetu, ndani ya Zanzibar yetu, ndani ya Tanzania yetu. Ndugu zangu, amani haina mbadala wake. Amani itabakia kuwa amani. Na hii sio mboga kama leo tutapika mchicha, kesho tutapika mboga ya mtoriro. Amani ndugu zangu haiwezi kuvunjika ikiwa haukuna uvunjifu wa amani. Kumekuwa na lugha nzito za baadhi ya viongozi juu ya kusababisha uvunjifu wa amani na kuleta mterereko
wa kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani. Ndugu zangu, nataka niwafahamishe kwamba Mheshimiwa Rais anawatakia amani kubwa sana na anawapenda, ndio maana akawatumia salamu hizi. Tuendelee kuishi kwa amani. Amani hii tulionayo, ndugu zangu, tuitunze, tuidumishe na tuitetee kwa nguvu zetu zote. Baada ya salamu hizo, ndugu zangu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi mbalimbali, tumeeleza mambo mengi sana hapa, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, yule ndugu yangu aliyokuja hapa mbele kueleza kwamba eneo lao kwa sasa linakwenda kuchukuliwa tena, nitoe agizo kwa sasa, kwanza tustopishe mpaka mazungumzo yafanyike. Hii ni kwa sababu gani? Tunaweza tukaja tukapata athari ambayo hatukuitarajia. Wananchi, serikali ina imani na nyie sana, na hili ambalo linafanyika si kwa nia mbaya, lakini kwa vile tumeona kwamba linafanyika kwa utaratibu ambao hamjaridhika nao, na waahidi na waunga mkono hili, na sisi kama serikali tutasimama ili kuona kwamba suala hili tunalipatia ufumbuzi. Lakini nyingine, mmezungumza suala la maendeleo makubwa ambayo yameletwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu zangu, haya ambayo ameyafanya, nimewaeleza kwamba mwaka mmoja tulikuwa tuna corona, miaka minne amepata fursa ya kuweza kuleta maendeleo haya. Na kawaida ya maendeleo wananchi yana wivu. Leo tukiona wenzetu wanajengewa gorofa na watu wengine wanasema skuli ile tumejengewa, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, lakini mkuu wa mkoa na sisi mwambie Mheshimiwa Rais tunataka gorofa. Nataka niwajibu kwamba serikali ndani ya mpango wake wa budget ya 2025 2026 itatumia jumla ya Tanzania shilingi trilioni 4.5 kuleta maendeleo kwa wananchi. Naomba tumpigie makofi Dr. Hussein Ali. Kiutaratibu upi? Tutajenga madarasa kwa primary na maandalizi, madarasa 770. Lakini pia tutajenga madarasa ambayo mkiyaomba mlioyaomba 1000. Hapo tutaweza kukarabati na tutajenga magorofa ili kuona kwamba shida kwa wanafunzi na walimu inaondoka. Hivyo sasa tutafute maeneo kwa ajili ya kujenga hayo madarasa. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu hivi sasa tunajenga hospitali za daraja la 3. Tumekuwa sasa tunavamia viwanja vya mipira. Kwa hiyo tuendelee kujipanga, wala tusiwe na choyo, kwa sababu ukitoa ardhi yako ni sadaka tujalia. Kinachotumika ina maana wewe utapata ukiwa duniani na hata tukitangulia mbele ya haki. Kwa hiyo ndugu zangu, tufahamu kwamba serikali imejipanga na mkakati wake ni kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanawafika kila sheria. Dr. Hussein hoye! Dr. Samia hoye! Kwa hiyo niwatoe wasiwasi kwenye hili, na niwaambie kwamba wanaosimamia maendeleo haya ni hawa ambao wamesimama mbele, wakuu wa sekta, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, lakini na wabunge wetu na wawakilishi. Na tudhihirishia kwamba tuendelee kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuendelee kumuunga mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
aje afanye mazuri na makubwa zaidi, ili muweze kufikia yale malengo ambayo ameyakusudia. Hapo vipi? Hapo vipi? Tunakamilisha bandari ya Shumba, na kwa sasa fedha tumeshapewa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bandari ya Wete. Kwa hiyo kutakuwa na mwingiliano mkubwa wa shughuli za kibiashara, na vijana wetu watapata ajira, kwa sababu bandari ya Shumba itakuwa sasa imefunguliwa rasmi. Ile ilikuwa ni bandari bubu, lakini itarasimishwa ili itumie meli kutoka Mombasa, meli kutoka Mtwara na maeneo mengine yataingia hapa. Sasa tuambie wale matajiri wajiandae kuleta meli, kazi ikianza na nyinyi muweze kupata mafanikio hayo ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dr. Hussein hoye! Wazee wangu hapa walisema suala la fedha hili kinachotumika ni kitambulisho au inatumika miaka, inayotumika ni miaka, lakini kuomba madhehebu kwa serikali ndio utaratibu. Kwa hiyo yoyote ambaye amefikia umri lakini akaona kwamba yeye kaandikwa miaka kidogo, nendeni kwa mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya atafanya utaratibu. Tutakapo kama njooni ili twende Wizara ya Fedha. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo hili si swala la manunguniko, hili tutalifanyia kazi kwa pamoja. Lakini jingine ambalo mmelizungumza sana hapa ni mafanikio na kutaka kujengwa hospitali katika shehia ya Mjini Wingu. Utaratibu tunajenga kila baada ya kilomita 5, lakini kwa vile mmeomba, acheni turudi serikalini, kwa sababu fedha zipo, na waahidi tutaleta kituo cha afya. Mengine yote ambayo mmeyasema, mimi niwaombe sana, yaliyosemwa yote yamejibiwa vizuri, na yamejibiwa kwa sababu wenyewe wapo ambao wameulizwa. Lakini kawaida ya kiongozi lazima aonyeshe msisitizo ili kuona haya ambayo yamezungumzwa na nyinyi mnayafahamu zaidi. Ndugu zangu, tulipokuwa hatuna hospitali hapa, tulikuwa tuna cottage. Tulikuwa tuna nini? Tuna cottage. Cottage hii ilikuwa tunapata matibabu duni. Mimi nafika wilaya Micheweni, 20% ya akina mama wanajifungulia hospitali, 80% wanajifungulia nyumbani. Kwa sasa ndugu zangu, hakuna mama ambaye anajifungulia nyumbani. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na akina baba, mimi nawashukuru, nyinyi wenyewe ndio mnawaleta mama pale. Hongereni kwa hilo. Hata mambo yamepungua. Sasa watu wanazaa kwa miaka 2. Zamani ilikuwa ni bururu tu, lakini sasa watu wanazaa kwa miaka 2. Hongereni sana, hongereni. Lakini jingine ni swala hili la huduma. Ndugu zangu, sasa sisi tumeingia kwenye mfumo, na kama ni mfumo, tunachakata takwimu kujua idadi ya mahitaji katika matibabu, na dawa gani zinahitajika, na magonjwa gani ni mengi sana katika hospitali zetu. Kwa hiyo akina baba, punguzeni wivu, waacheni akina mama watibiwe. Matibabu ni muhimu, kwa sababu akiwa mgonjwa atakuwa hawezi kupika, hawezi kukushughulikia, hawezi kushughulikia familia, hawezi kushughulikia watoto. Tuwaache akina mama waje wapate huduma kwa utaratibu, kwa sababu tumeondokana na ule mfumo wa zamani. Sasa mambo ni mazuri, tunasema jamani. Kwa hiyo mfahamu hilo. Lakini nimezungumza suala la 1% kuweza kuingia katika mfuko wa maendeleo.
hili acheni twende tukalifanyie mchakato, kwa sababu fedha zenu mnazoziomba ina maana lazima kuwe na account bank, halafu kuwe na maombi kwamba asilimia hii kwa sasa ingie hapa. Acheni tupeleke maombi serikalini ili hili jambo lifanyiwe utaratibu. Akina mama oye! Makatibu tawala hao watu wanaenda wapi? Ndugu zangu, jengine ambayo nataka nilizungumze, mmemaliza yenu, sasa nataka nizungumze na mimi. Ndugu zangu, tumekabiliwa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na uchaguzi huu ndugu zangu sio ajabu. Upo kikatiba. Kila baada ya miaka 5 lazima tufanye uchaguzi. Na tunafanya uchaguzi kwa serikali zote mbili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Wenzetu kule wanachagua kura 3. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa jimbo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanachagua na diwani. Kwa Zanzibar sisi tunapiga kura 5. Kura ya kwanza ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kura ya pili ni ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kura ya 3 ni ya mbunge wa Jamhuri ya Muungano majimbo yetu hapa ya Zanzibar. 4, tunamchagua mwakilishi wa jimbo katika majimbo yetu hapa wilaya ya Micheweni na Zanzibar kwa ujumla. Pia tunamchagua na diwani. Ndugu zangu, niwaombe sana, uchaguzi huu twendeni kwa usalama na amani. Na mekuwa kukizuka hoja kuona kwamba vyombo vya ulinzi viweze kufanya kazi ambayo haina tija. Na wahakikishia, tunzeni amani ili kuona kwamba uchaguzi huu twendeni tukachague bila ya vikwazo, bila ya tatizo la aina yoyote. Na hili nataka niwaambie kwamba na wahakikishia, hata mpira wa baskeli hautodata mwaka huu. Tunzeni amani. Yale maneno ya kushawishiwa, nataka niwafahamishe kitu ndugu zangu. Nyinyi katika maisha yenu mmewahi kusikia suala la vurugu linaleta maendeleo? Msiseme semeni hakuna. Mshawahi kuona vitendo vya uvunjifu wa amani vinajenga magorofa? Hakuna. Mmewahi kusikia amani iliyopo ndiyo iliyoleta maendeleo? Nyinyi nawauliza, sera ambazo zikitangazwa, anayevuruga amani kauli zake na anayetangaza amani, yupi mtamchagua? Mwenye wanaosema mwenye kutaka. Tudhihirishia kwamba tuendelee kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuendelee kumuunga mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aje afanye mazuri na makubwa zaidi ili muweze kufikia yale malengo ambayo ameyakusudia. Hapo vipi? Hapo vipi? Tunakamilisha bandari ya Shumba na kwa sasa fedha tumeshapewa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bandari ya Wete. Kwa hiyo kutakuwa na mwingiliano mkubwa wa shughuli za kibiashara na vijana wetu watapata ajira kwa sababu bandari ya Shumba itakuwa sasa imefunguliwa rasmi. Ile ilikuwa ni bandari bubu, lakini itarasimishwa ili itumie meli kutoka Mombasa, meli kutoka Mtwara,
na maeneo mengine yataingia hapa. Sasa tuambie wale matajiri wajiandae kuleta meli, kazi ikianza na nyinyi muweze kupata mafanikio hayo ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dr. Hussein hoye! Wazee wangu hapa walisema suala la fedha hili kinachotumika ni kitambulisho au inatumika miaka, inayotumika ni miaka, lakini kuomba madhehebu kwa serikali ndio utaratibu. Kwa hiyo yoyote ambaye amefikia umri lakini akaona kwamba yeye kaandikwa miaka kidogo, nendeni kwa mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya atafanya utaratibu. Tutakapo kama njooni ili twende Wizara ya Fedha. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo hili si swala la manunguniko, hili tutalifanyia kazi kwa pamoja. Lakini jingine ambalo mmelizungumza sana hapa ni mafanikio. Ni mafanikio na kutaka kujengwa hospitali katika shehia ya Mjini Wingu. Utaratibu tunajenga kila baada ya kilomita 5. Lakini kwa vile mmeomba, acheni turudi serikalini kwa sababu fedha zipo, na waahidi tutaleta kituo cha afya. Mengine yote ambayo mmeyasema, mimi niwaombe sana. Yaliyosemwa yote yamejibiwa vizuri, na yamejibiwa kwa sababu wenyewe wapo ambao wameulizwa. Lakini kawaida ya kiongozi lazima aonyeshe msisitizo ili kuona haya ambayo yamezungumzwa na nyinyi mnayafahamu zaidi. Ndugu zangu, tulipokuwa hatuna hospitali hapa, tulikuwa tuna cottage. Tulikuwa tuna nini? Tuna cottage. Cottage hii ilikuwa tunapata matibabu duni. Mimi nafika wilaya Micheweni, 20% ya akina mama wanajifungulia hospitali, 80% wanajifungulia nyumbani. Kwa sasa ndugu zangu, hakuna mama ambaye anajifungulia nyumbani. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na akina baba, mimi nawashukuru, nyinyi wenyewe ndio mnawaleta mama pale. Hongereni kwa hilo. Hata mambo yamepungua. Sasa watu wanazaa kwa miaka 2. Zamani ilikuwa ni bururu tu, lakini sasa watu wanazaa kwa miaka 2. Hongereni sana, hongereni. Lakini jingine ni swala hili la huduma. Ndugu zangu, sasa sisi tumeingia kwenye mfumo, na kama ni mfumo, tunachakata takwimu kujua idadi ya mahitaji katika matibabu, na dawa gani zinahitajika, na magonjwa gani ni mengi sana katika hospitali zetu. Kwa hiyo akina baba, punguzeni wivu, waacheni akina mama watibiwe. Matibabu ni muhimu, kwa sababu akiwa mgonjwa atakuwa hawezi kupika, hawezi kukushughulikia, hawezi kushughulikia familia, hawezi kushughulikia watoto. Tuwaache akina mama waje wapate huduma kwa utaratibu, kwa sababu tumeondokana na ule mfumo wa zamani. Sasa mambo ni mazuri. Tunasema jamani? Kwa hiyo mfahamu hilo. Lakini nimezungumza suala la 1% kuweza kuingia katika mfuko wa maendeleo. Hili acheni twende tukalifanyie mchakato, kwa sababu fedha zenu mnazoziomba, ina maana lazima kuwe na account bank, halafu kuwe na maombi kwamba 1% hii kwa sasa ingie hapa. Acheni tupeleke maombi serikalini ili hili jambo lifanyiwe utaratibu. Akina mama oye! Makatibu tawala hao watu wanaenda wapi? Ndugu zangu, jengine ambayo nataka nilizungumze, mmemaliza yenu, sasa nataka nizungumze na mimi. Ndugu zangu, tumekabiliwa na uchaguzi mkuu
wa mwaka 2025. Na uchaguzi huu ndugu zangu sio ajabu, upo kikatiba. Kila baada ya miaka mitano lazima tufanye uchaguzi, na tunafanya uchaguzi kwa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Wenzetu kule wanachagua kura 3: rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa jimbo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanachagua na diwani. Kwa Zanzibar sisi tunapiga kura 5. Kura ya kwanza ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kura ya pili ni ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kura ya tatu ni ya mbunge wa Jamhuri ya Muungano majimbo yetu hapa ya Zanzibar. 4, tunamchagua mwakilishi wa jimbo katika majimbo yetu hapa wilaya ya Micheweni na Zanzibar kwa ujumla. Pia tunamchagua na diwani. Ndugu zangu, niwaombe sana, uchaguzi huu twendeni kwa usalama na amani. Na mekuwa kukizuka hoja kuona kwamba vyombo vya ulinzi viweze kufanya kazi ambayo haina tija, na wahakikishia tunzeni amani ili kuona kwamba uchaguzi huu twendeni tukachague bila ya vikwazo, bila tatizo la aina yoyote. Na hili nataka niwaambie kwamba nawahakikishia hata mpira wa baskeli hautodata mwaka huu. Tunzeni amani. Yale maneno ya kushawishiwa, nataka niwafahamishe kitu ndugu zangu. Nyinyi katika maisha yenu mmewahi kusikia suala la vurugu linaleta maendeleo? Msiseme semeni hakuna. Mshawahi kuona vitendo vya uvunjifu wa amani vinajenga magorofa? Hakuna. Mmewahi kusikia amani iliyopo ndiyo iliyoleta maendeleo? Nyinyi nawauliza, sera ambazo zikitangazwa, anayevuruga amani kauli zake na anayetangaza amani, yupi mtamchagua?